menstruation, you are feeling hopeless and you are feeling worthless. Yani ukiingia kwa kaofisi unapatiwa kazi kidogo, una feel worthless, una feel hopeless, ni kama you are not delivering, ni kama there is nothing you are doing, you just don't get it and you feel so worthless. It's like you are in this church and you are not delivering anything. You are in this company and there is nothing you are doing. You are in this organization and it's like you are not helping them. And the way you could have wanted to come, the way you could have wanted to be, it is not becoming so. Because you are wounded. All the mistakes that you are making in church is because you are wounded. Nimeona kujifuga. Hii ndio ilipatana na mtu anaitwa Abraham na mtu anaitwa Lotu. Naitwa Lutu, si ndio? Alikuwa ameambiwa na baba yake, usiende na mtu wa familia yenu. Do not even inform. Go only with your wife. Na wakati alienda kaambia wife, tumeambiwa tuende wapi? Tothieke, dioeko. Hakusema because he was not told by God where they are going. Hii ndio ilipatana na mtu anaitwa Abraham na mtu anaitwa Lotu. Naitwa Lutu, si ndio? Alikuwa ameambiwa na baba yake, usiende na mtu wa familia yenu. Do not even inform. Go only with your wife. Na wakati alienda kaambia wife, tumeambiwa tuende wapi? Tothieke, dioeko. Hakusema because he was not told by God where they are going. There was no information. Hakukuwa, aliambiwa jitayarishe, tuende, ni kuna mahali, kuna nchi na kupeleka. Haleluya. Kuna nchi ninakupeleka, mahali nitaenda kukubarikia. Lakini Mungu, the same God, ako na power, angeweza kumbarikia kwa baba yake, lakini akaona there will be much struggle here and this man will never succeed. Because he will be kept, na magongona ya baba yake itamfunga, inamfungua, and he will waste the time. God works with the time and the seasons. Everything has a season and everything has its own time. When you come out of the season of God, you lose everything. When you come out of the timing of God, because you have been told, tumeambiwa tupande mahindi mwezi wa 4, ukipanda mwezi wa 7 itapotea. God is a God of seasons and time. Season. If you miss a season, you miss God. And if you get out of your season, you will not get the right fruits for the season. Bwana Yesu asifiwe sana. And that's why I have to change the way I'll be doing my things. I'll have to change the kind of friends I'm going to have. I have to change the kind of people I'm going to work with, because the season does not allow me to work with some people I've been working with. And very important for you, I'm doing this because I'm teaching you. Usikwamilie kitu. If you discover God is not in it, usikwamilie. If you discover you are in the wrong season, usikwamilie. If you discover you are in the wrong timing, usikwamilie. Unaweza kwamilia huyu mdada ati ni friend, ni baby, ni nini, and God is not there. What do you do? Get out. Wakati Abraham alikosa kusikia, alipata matatizo mpaka ikafika wakati akapatiana bibi yake. It is not that angepigwa, but because he was doing against the plan of God, fear engulfed him, ikamuingia. Mpaka ikafika wakati wakaona watamuua kwa sababu ya mwanamke, akadanganyana, akapatiana mke wake. Mpaka wakati mfalme walikuja kumwambia, mbona ukatupatia mke wako? Si ungefanya tupigwe vita kubwa sana. Why? Because he did not listen to what God said. Hallelujah. Tell your neighbor, unforgiveness. Unforgiveness, it is something that happens to every one of you. There are people we here that are living in a world that is full of unforgiveness. Mtu alikukosea, hawezi kuongea na yeye. Mtu alikuzungumzia maneno, you cannot talk to him. Hallelujah. Now today I want us to discuss the effects of unforgiveness. What are the effects? How will you know that ndani yako, how you've been operating? You've been operating out of unforgiveness. And how dangerous is it? And how destructive has it been to you? Spirit and forgiveness. And why is it God had to attach it
to himself. Ni kwa nini Yesu aliattach kwenye maombi to himself, to God? Forgiveness. Forgive us as we forgive those who trespass us. It is a condition that for you to be taken to this direction, this must happen. Bwana Yesu asifiwe sana. That you must forgive for you to be forgiven. It is a condition. It is a prayer that has a condition. And this prayer that has a condition, you cannot come out of it because it is conditioned in a prayer. Meaning the prayer, the entire prayer, our Father who art in heaven, give us food, do all this, will not be full if you don't fulfill one of the items, the prayer. And therefore, forgiveness was placed as an item of prayer, and this is what I want now to look at. But we will go deeper in a subtopic. How do you know? Hallelujah. How do you know the spirit of unforgiveness? You are carrying the unforgiveness in you. How do you know? How will you know at ndani yako? Because unforgiveness, you can be a jovial person, you can be a good person, you can be a pastor, you can be a prophet, an angel on earth, but umebeba spirit ya unforgiveness. Hauwezi kusamehea. Bwana Yesu asifiwe sana. Why do we have quarrels? Why do we have rancors? Mbona tunapigana? Mbona tunangangana? Mbona kuna vitu? How will you know that what makes you do what you are doing is the spirit of unforgiveness that is in you? The only way you know that you have unforgiveness in you, it is you are wounded. Hallelujah. There is always bitterness in you. There is always something that is not happening. There is always something that is in you. Na hiyo kitu imekateli, imefanya mambo yako mengi yasifaulu. Umepoteza very good opportunities. Maybe you had a good man that could have married you, but because your bitterness ukakasirika, ukaondoka, ukahilia gosi na ukaenda, only to come to realize that I made a mistake. Umekuta mjengo kama hii imejengwa, ukasema ibomolewe yote kwa sababu this is what the design you wanted. Now the design is good, but because there is something in you, unabomoa mjengo wote only to come and realize that it is not you who did that, but that thing that is in you has caused you to do this. Unapiga mtoto wako mpaka unavuja mguu, unamrudi kumpeleka hospitali. Ukienda ukiwa kwa hospitali umepaga line, that is now unaanza ku come back to yourself. Unaona, was this normal? Was this normal? Let me give you signs to know that you are wounded. You cry easily over small things. You keep crying because your sister has refused to do something for you. Your brother has refused to be there for you. Your mother did not respond. Ulikuwa naongojea simu haikuingia. Somebody that you wanted to see today, you did not see them. Something that you wanted to happen today, did not happen. Why you? Now you are because of that unaanza kulia. You find yourself, you unalia for apparently no reason. When you find yourself crying for small things, when you find yourself unafura because of small things, unakumbuka kitu tu imefanyika, it didn't work the way you wanted to work. You are in our office and you wanted this thing to happen and imekataa kufanyika and you start crying. Andika video hiyo machozi. Unaona mtu mlikuwa mnaongea na yeye, unaona machozi imeanza kumwagika, you are wounded. Ukiona mtu amekuja kukuexplainia kitu kadogo tu kwa ofisi, ni kitu ambaye ameexplainia mtu mwingine, lakini alipokuona tu unaona machozi imeanza kuaguka, unaona mtu amesema ni apozo, ni ndio ya. Na hata hajaongea emotionally, unakuta ako na emotions, that person is wounded. If you ever find that you get irritated, ama unasikia tu kulia, machozi unasikia iko karibu sana, you are wounded. Kuna kitu kimetriga machozi yako. Kuna kitu kimetoa hiyo machozi imetoka. Kuna kitu iko ndani yako ambayo imekuumiza. Moyo wako umeumia. Your heart is injured. Your brain is injured. Your emotions are injured. Your body is injured. That you are not able to control yourself. If you discover that you are not able at all to control yourself, then you are injured. Tell your neighbor, you are injured. Number 2,
how do you know that you are wounded? You lose interest toward things you used to enjoy. Today you get a friendship with somebody, you get a girl like me, I get a girl, a nice girl, then tomorrow I don't want to see that girl. You start a small business and the business is working well, haijaharibika, haijakuwa mbaya, kesho sitaki hata kwenda kwa hiyo biashara. You start a move, unatembea 1 week, 2 weeks, unakuja unakuta the third week you don't want to see even that business. 4 or 5 days unaanzisha kikundi na kikundi kinaanzisha na kinaanza vizuri, kinaanza kupanda mzuri. The third week unakuta you have lost interest on that kikundi. When you see yourself in that situation, you are wounded. It is a wound. Kuna majeraha ambayo inakusababisha unakosa kuangalia, unakosa kustahimili kitu, unakosa kuvumilia, unakosa mwelekeo. You lose direction of where the focus was. Unakuta the entire focus ya hiyo kitu ulianzisha imekuwa change towards another direction. Kama sasa hivyo nimewaelezea saa hizi, ni wakati nilifanya study hiyo nilikujua it is me, mimi ndio wounded. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ndio wounded, ndio kwa maana nikatoka kwenye vile Mungu alikuwa ameniambia, nikaingia kwenye comfort zone, na hiyo comfort zone imeniletea shida. Because I am also wounded. And nimejaribu, nimefanya calculation zangu, nimejua I am wounded in this area, I'm wounded in this area, I'm wounded in this area. Hello? I am wounded myself. Yes. I see I'm wounded. I am wounded. That is why you lose focus on what you are doing. That is why you be called to come and serve God. Instead of serving God, you start fighting because there is a wound. It is not your problem. Until such a moment you are out of the wound, you will not be able to concentrate. You will not be able to stick to one successful deal, to one successful way. You will never be able to achieve anything. You will never be able to move in a direction that is achievable. You will never count the achievements. You started, it fails. You started here, it fails. Unaanza kabiashara hapa inafail. Unaanza kingine, you lose interest easily. Because ulikuasika na mtu mmoja tu. Because ulikuasika tu. Ulikuwa unapita tu mahali, ukakuasika. Because somebody, you overheard somebody saying. And this has been happening to me. And maybe God has been dealing with what? My ears, kusikia maneno. Nikisikia kastori kadogo, nasikia ninalipuka kidogo. Nikisikia kastori kingine ninalipuka kidogo. Nikisikia kastori kingine nalipuka. Na nikilipuka pande nalipuka pande. The focus that I had inasimamishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. I am wounded. Number 3, how do you know that you are wounded? You get annoyed easily by people's behaviors. Kai. Ukiona mtu wale watu wanapenda kukula bigiji, kwa sababu kuna watu wanapenda bigiji vizuri sana. Hapo nafanya ile na inatoka inakuwa balloon. You get so offended. Kuna wengine pia wanajua kukula chakula, hawajui sijui walilelewa wapi. Walilelewa kule Katoli. Unasikia huko unatoka mpaka nje unaenda kutapika. Wanatoka kwenye matanuko. Unasikia kutapika. You get so offended easily. Hallelujah. Mtu mwingine amekuja, ile tu mafuta amejiweka ka perfume, nika ile ka Yorada bin Sudan. Na wewe umezoea ile ya Alice, ile inaitwa na Alion, ile inaitwa ile mzuri. Sasa mtu anakuja na Yorada bin Sudan. Ile hata akikalia ile kiti alikalia akiamuka bado inawachwa hapo. Na wewe kiti yako ni mzuri. Inakaa inawaka na wachwa hapo na ufudo ya 2 days. You get offended. When you discover you are in that line, you are wounded. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. When you discover these people, pastor, they will irritate you. Naona huyu tumutu hapa tuvijana hapa. Brian na wengine, they will be irritating you every day. Kwanza huyu is an irritant. Ni mtu wa kukusubua, nisubua tu huyu. Because ako na energy, ako na gift ndani yake, na kuna kitu kinamsubua. Na hiyo kitu kinataka kutoka kifanye kazi. Na anaona ni kama ni wewe unazuia. Muda subuana na huyu mtu.
Mtasubuana. Maana yako na kitu kinataka kulipuka, kinataka kutoka. Na wewe unataka kumpeleka sio kwa sababu hiyo kitu unaona ikilipukia hapa ataisha. Sasa unamslow down, unamwambia kanyagia tu kidogo. Unaenda ukikanyaga tu breki kidogo. Anaruka juu anasema niwaachilie niende. Naona mshika asiende. Hallelujah. That's why sometimes we hold on you. Now you have a gift, but if I let you go, you are going to damage yourself. So I will hold you, nitakukanyagia tu kimakusudi pole. Tunaenda na kuachilia, unakimbia na kukanyaga na kuga na kurudisha nyuma. Because I want you tomorrow to be better than me. If I cannot do that, I will destroy you because I will have left you when ukaanguke. Na ukianguka utarudi, daddy, you are saying this. Why didn't you help me? Na unamwambia, Morio, ulitaka kunisikia. But now as a father, I have to command it. Hallelujah. Not unless yaende, but I have to command it. Unaona kama shiko hapa, anataka kuenda because anasikia kuna kitu ndani yake. Na unakamata kaba, unafugia tu pole. Unamchekesha. Ukiona wakati wake wa kwenda unaachilia kidogo. Ukiona ameenda sana unakamata kaba, unarudisha nyuma. Sign number 3. Number 4. You feel worthless and hopeless. Have you ever been in a situation you are feeling hopeless and you are feeling worthless? Ukaga yani ukiingia kwa kaofisi unapatiwa kazi kidogo, una feel worthless, una feel hopeless, ni kama you are not delivering, ni kama there is nothing you are doing, you just don't get it. Have you ever been in a situation that you get so hopeless and you feel so worthless? It's like you are in this church and you are not delivering anything. You are in this company and there is nothing you are doing. You are in this organization and it's like you are not helping them. And the way you could have wanted to come, the way you could have wanted to be, it is not becoming so. You feel worthless. Hallelujah. You become hopeless. You have a husband that you are not doing. Every time you are finding yourself in mistakes. Every time that your husband will complain. Haukuosha nyumba, haukufagia. You are busy. Ulikuwa busy tu ukiosha nyumba. Ukiwa busy ukiosha nguo. Na ile nguo umeosha ni nguo 8. Lakini umekuwa busy ukiosha nguo 8 the whole day. Have you ever found yourself in that situation? Umekuwa yani busy doing that thing. I'd rather be kobena sio kasi kobena. No, that's Indiana. Chiliona hiko. Hata nyumba haijaoshwa, lakini you be busy. Umekuwa busy ukiangaliwa na CCTV camera. Utaona mama alikuwa anaenda kama wakiangaliwa speedometer ya huyo mtu na mtu alikimbia marathon the same. Lakini ameshida kwa nyumba na nyumba ni 2 bedroom. Ameenda hivi ametoka. Hata kuoga hajaoga, hata mikono yenyewe ni michafu. Hata miguu yake ukiangalia imekuwa miatoka kwa sababu ya kwenda. Anaenda huko, anarudi huko. Anakutana na hizi na mtaba hapa, anaipiga. Na kumbe haui bisi anajipiga. Hizi peke yake inapita ile ya Masai kwa wale tumeenda upande ya Masai. Hizi ya Masai inarukaga hapa inatokaga, uliza Nyoriani atakwambia. Ukiruka hapa inaendaga hapa. Ukifukuza hivi inatokaga inaenda hapa. Na hiedi bali irritating, very irritating hizi ya Masai. Hallelujah. Ikirusha hapa ukiruka kama ulikuwa umekula nyama inakujaga kwa mdomo na inakaa hapa. Kwa sababu hawa Masai hawazifukuzagi. Utakuta hizi 8 hapa kwa macho. Zikine 8 na they are not feeling it. Lakini wakikutembelea hivi unasikia vivi. Sasa imagine hiyo vivi kitoto kyako kinapita. Na kitoto kyako kiko na makabasi. Wenda kwenye ominagena drive. Na ni easy. Because you are wounded. Hallelujah. The wound will cause you to fight your children. The wound will cause you to hate your husband. The wound will cause you to hate your wife. Because you become emotional. You become irritating. You feel worthless. Wanakuja tu hivi tunazungumza. Kuna sasa hivi nazungumza kuna watu already wamejiplace na wamejiona wameanza kujifeel worthless. Hallelujah. Sasa kikatoto kama haka kanaanza kutusubua. Kana ruka hapa, unakabia kaida hivi. Unakabia kwa mama na kapatia kwa pia. Because you are wounded. Because you are wounded. All the mistakes that you are making in church is because you are wounded. Wakati mimi nilitoka kwenye line ya Mungu venye Mungu alikuwa ameniambia, it is because I'm wounded. And the wound will cause you to lose the kingdom of heaven. The wound will cause you to get out of the track where God wants you to be.
Hallelujah. And you feel worthless. In the last 2 weeks, I've been feeling worthless and hopeless, and helpless. I've been sleeping here. Nalala tuna nisikia. Afadhali singeanza hii kazi ya Mungu. Afadhali, because it is like God has forgotten me. It's like God does not hear me. Because these things are not working. I'm coming off this place. I'm so tired. I'm so consumed. I'm doing everything to make it work. But still, the same problem yesterday, today becomes the same. The mother of this problem of yesterday comes. You feel worthless. Why? Because I'm wounded. Hallelujah. I don't see the glory of God is one step after another one. One level to another. From one level, and each level has its own test. But because I'm wounded, I will not see the test. I will see the wound. Hallelujah. In every move of your life, there is a test. In every step you climb, there is a test. You will see like people hate you. You will see like people don't like you. You will see like people don't want to see you. You will feel like your brother hates you. You will feel like your mother does not like you. Atakuita manie down itedeto. Dadi alikuja akapatia brother yangu shamba. Akaita sister yangu akaenda Nairobi, nikasikia kuna alipatiwa pesa mingi. Akaita, you don't have evidence ya hata shamba moja imepatiano. You don't have evidence ya pesa hata moja. Lakini moshane ile ulitumiwa. Dada yako kwa Nairobi alipatiwa 100,000. Dada yako alikatiwa shamba. Ni nani madho ile? Bwana Yesu asifiwe sana. And you start now feeling that you don't belong to that family. You start now feeling that you don't belong to this world. You feeling now watoto wako wacha wafukuzwe shule. Wafukuzwe shule. Na wakati watoto wa brother yako walifukuzwa, walikuta baba yako akiwa na pesa. Sasa wako wamefukuzwa when your father doesn't have money. And your father is the only person, the only man you can run to. Daddy, chana siya kwa bana siya gato adukuru for you. Mama wado kanalia tu mama. Mama wado kanalia. And you have high hope on your daddy. And your daddy does not have money. Your daddy anainama tu anasikia kulia. Hana pesa and he cannot be able to explain to you. Then from there you feel. Daddy anakuambia tungoja wiki mbili. Una imagine watoto wako wakikaa nyumbani wiki mbili. Na ndivyo huko wakirazi hai. Watoto wako wanajulikanaga ni watoto watajiri. Watoto wake hawezi fukuzwa. Hawajai fukuzwa. Now Mungu is testing you. To see how watoto wako wakifukuzwa, how do you behave? Daddy ananyimwa pesa, maneiba wananyimwa pesa. Kwa kabuni nanyimwa. Kwa ile sako unasave wanasema lazima utafute watu 10 mkuje na wao. Daddy anakuambia 2 weeks. You feel so hopeless. You feel so neglected, hated. Unasikia you are worthless. Why? Because you are wounded. I want people to participate with me. Kama mtaki kuhubiri pamoja tokeni nyote. Niligode utanili kuhujia wewe. Because you are unaongea hivyo. Nisaidie kuhubiri. I'm wounded. Mbona dadekania marakara? I'm wounded. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuende kwa namba. When you keep replaying the bad memories in your head. Hallelujah. You keep replaying hiyo kimwanaume kilala na wewe bila kupenda. How kile kilikulepu. You keep replaying the small thing. How your mother alikufanyia. How your brother alikufanyia. How your husband alikufanyia. Venye nilienda hiyo kanisa nikatulitiwa. Venye nilienda hivi wakanizungumzia. You keep replaying. When you find yourself you are replaying. Unarudilia wale watu wakurudilia. I hate them, me myself. I hate them because I am mtu akurudilia kitu kamoja. Anakuja kuna watu wanakuja kwa vizi apostle. Anakuletea bahasha kama hii. Hii bahasha tuandike jina, imeandikwa tithe and offerings. Tuandike jina partners. Unamwambia it's okay, no problem. If you feel it's okay. Anakataa, anakuja. Apostle. Hii bahasha, hii jina partner. Tutengeneze bahasha zingine ndio tuweke partner.
Namwambia ndio. Anakaa kidogo. Apostle, hizi wameandika tithes na offerings. Situote tithes na offerings, tuweke tithe, offering na partners. Yeah, it's okay. Go do so. Anakaa kidogo. Apostle, hapa wameasema tutaandika email ya personal ama email ya kampuni. So I know because I'm wounded, I am wounded. Nitakwambia get out of my office. Go. Enda utumie, naambia kwa watu tumia akili yako. Sasa umenichokeza, umetumia akili yako excess. Number 6. When you are wounded, you feel too much. Too much. You feel too much and you carry too much burdens. Bwana Yesu asifiwe sana. Until your body becomes numb. You take in too much. Unachukua juko ya huyu, unachukua moshenea huyu, unachukua kilio cha huyu, unachukua this for this for, yani everything it is in you. Umebeba matakataka zote mpaka mwili yako inakuwa numb. Unakaa tu kama kistachu. Kuna watu washainikuta kwa ofisi wanajaribu kunizungumzia, na muuliza ulikuwa unataka nini? Anakuexplainia. Namuuliza, ati wako kwa takate? I'm not there because I am wounded, because I have carried more than I'm supposed to carry. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't take in the poison that you are being given by people. Don't take in that every juko ikikuja you take it over. Don't take in every mtu akiambiwa, unaambiwa huyu amesema, huyu ameenda. Kama sasa mimi napokeanga masimu zenu, za fulani alikuwa, fulani alikaa, fulani amekuwa. So if I'm foolish enough, I will take everything in, and by the time I go to bed, I will not be normal. Sitakuwa mimi. Number, you have a chaotic sleep schedule. When you are wounded, you have a chaotic haumraragi. Kai. Kuna wengine wananiuliza usiku, wananiandikia message saa 8 usiku na wako Kenya. Alafu wananiuliza, kwani hujalala? Namuuliza, kwani yeye unaniandikia kwa ndoto? Wewe ukiandika hiyo uliniandikia ukiwa kwa ndoto? Ati kwani hujalala Apostle? Uko magari, wewe uko magari, wamenya hata ni. Sina maswali kama hiyo, ni maswali ya upuzi. Mtu yeye mwenyewe amekuandikia saa 8 usiku. Amekuuliza uko magari, yeye mwenyewe hajalala, ama umeandika ukiwa umelala halisi. Unaandika kama ukilala. Kama ni ndoto ina translate kwa simu inadisa. Apostle, uko magari nani watu hakigorosi. Number 9. You feel clueless and stuck. Hallelujah. Have you ever been in a situation that where you feel so clueless? You don't know what you're supposed to do. You don't know where you're supposed to go. You don't know whether you're able to come. Hujui kama unafaa kuruka, hujui kama unafaa kukaa chini, but you are just there, clueless. Hujielewi, hujui kule unaenda, because you are wounded. If you ever found yourself in a situation that you don't know what you're supposed to do today, you don't know what you're supposed to do tomorrow, you don't know where you are, what you are doing, you don't understand anybody in that organization, you don't understand your in-laws, you don't understand your father, you don't understand your praise and worship team, you don't understand anybody around you, it's because you are wounded. That is where your mind is not settled. That is where your mind is not well organized. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 10. You feel so emotional and sensual. So emotional and sensual. Yani, in everything you are doing, unakuta mtu anakulipukia na ujue anakulipukia kwa nini. Munaletane juu mpaka anasema ulimuuza. Yani, just you become emotional for apparently no reason. Kaigwa kinyakoro. Unasikia kama roho inataka kutoka nje, because you are wounded and nobody is there to take care of you to be healed. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka hapo tumefikia. Who is not wounded? Who is not wounded in this church?
kasonga